Crestline TV. Crestline TV. Kama kawa unaendeleaje na familia, na mimi uko fresh popote uliko na familia yako, nikukaribisha tena Crestline Media, sehemu ambayo utapata exclusive interview, stories za ukweli pamoja na burudani na utikisa mitandao yote ya kijamii. Mimi ni Tommy na nimepata nafasi nzuri ya kupiga story na moja kati ya watu ambao na mimi sio mara ya kwanza kuwaona kupitia media kadhaa, lakini leo muda wetu umekuwa ni mzuri pia kupiga na story. Anaitwa Dis au Dix utakavyotaka kumuita wewe. Naamini kinachoendelea kwenye mitandao ya kijamii, kama hujaona basi nikujuze au nikusanue ili uweze kujua kinachoendelea mitandao ya kijamii. Mambo vipi? Poa. Endeleaje? Nianze moja kwa moja kwanza, shemeji yangu nyumbani ikoje? Yuko poa. Okay, familia yote iko fresh kabisa. Ndio. Uliweza kuona tukio la Nyago na Zuu kuweza kufunga ndoa? Ndio, niliweza kuona na mimi pia nilikuwa mwalikwa. Lakini sikuweza kupata nafasi ya kwenda, ila nilimtuma mwakilishi. Nafikiri nilikuja kuiona kupitia sasa mitandao. Yes. Kwa wewe kama kijana, lakini pia kama mtu ambaye kidogo na uzoefu wa ndoa, kwa wewe unahisi labda ni sawa kwa kijana wa umri wa miaka 25 kuoa mwanamke zaidi ya mmoja? Unadhani swala la ndoa ni kutokana na mtu mwenyewe, ila kwangu mimi hilo siwezi kuliweka, yani siwezi nikaruhusu kitu kama hicho. Kwa mfano kijana chini ya miaka 25 zaidi ya wanawake wawili, mimi hapana. Lakini kwake yeye labda inaweza ikawa ni fresh, au tuseme ni maamuzi yake in short. Hauna chochote cha kumwambia kulingana na hicho kitu? Kikubwa ni umakini tu, kwa sababu unajua wanawake sio wenzetu. Ina maana ndoa sio sifa. Kwanza ni swala la maamuzi, alafu pia ni kitu ambacho watu tunategemea upate baraka zaidi sana. Kwa hiyo sasa kila mwanamke na rika yake kama unavyoelewa. Kwa upande wangu mimi umakini huo tu wa kutosha, japo ni swala kustaajabisha, unajua ndoa ina mambo mengi. Turudi nyumbani kwetu ambako nafikiri wote tumekulia hapa, hata kama umri uko tofauti. Tuongelee mtazamo wako. Una mtazamo gani tofauti unauona kwa wavulana wa hapa nyumbani kwetu kuhusiana na nene zaidi sana? Mtazamo unamaanisha upande wa maadili kwa wanawake na wanaume. Nianze upande wa wanawake, mtazamo wako uko vipi kwao? Unahisi elimu ya kwanza huwa inatoka nyumbani, hasa kwa mama. Nafikiri kule shuleni huwa tunaenda, lakini mtu tayari huwa ana elimu ile ya kuzaliwa, so hauwezi weza kumshauri mtu ambaye ana majibu tayari. Ina maana ukisema maadili kwa upande wa wanawake, sidhani kama tunaweza tukabadilisha au tunaweza tukarekebisha kipi, kwa sababu ni vitu ambavyo vinaruhusiwa nyumbani kwao. Ina maana wewe mtu ambaye ile neno ya asiyefunzwa na wazazi kufunzwa na walimwengu sasa hivi haipo. Yani kwa karne yetu ya sasa hivi, tuseme tunazungumzia Nyarugusu. Ina maana hapa ukitaka kutoa ushauri kwa mtu, ina maana unamshauri mtu ambaye tayari ana majibu. Unahisi utamshauri nini? Kwa kwenye maadili ni yale ambao nayaona, ina maana tuende na hayo, kwa sababu ambao wanatakiwa kubadilisha ni wazazi na imeshindikana. Sisi tunaweza tukafanyaje? Kwa wewe kama kijana, unahisi nini shida au nini hasa sababu ya wazazi kushindwa kukamilisha maadili kwa watoto wa sasa hivi? Ni kwamba muda. Kwanza vitu ni vingi sana ambavyo tunamiliki au tunajihusisha navyo. Kipindi hicho ilikuwa ni ngumu sana. Sasa hivi mama anakuelekeza hichi, ukiingia mtandaoni wewe unakuta elimu za watu wengine, kwa inakuwa ni akili yako sasa. Unakuwa una judge za mama, tuseme za wazazi, za mtandao. Ina maana unaweza ukawa na kitu cha kuwaelekeza watu na kuwaelimisha, lakini ukawa bado na mafunzo mengine ambayo unayapata sehemu nyingine. Tuseme especially mtandaoni tu tuseme. Yaani mtandao umekuwa ni chanzo kubwa sana cha watu wengi kuwa na mtafaruko wa kubomoa maadili. Hiyo ni sababu kubwa, kwa sababu watu wanamiliki mitandao ambayo umri bado. Asa tuseme ni support sijui imekuwa kubwa, sinajua camp. Unakuta mtu miaka midogo anamiliki simu,
Kwa ukiwa na simu lazima utamiliki mitandao, na ukiwa na mitandao lazima utakutana na mambo tofauti tofauti. Yeah. Na tuzungumzie hivi, ukipewa nafasi ya kushauri kuhusu ndoa, unaweza kushauri? Ndoa ina mambo mengi. Labda tungeenda sasa kushauri ndoa kwenye upande gani, unajua? Okay, nikimaanisha ndoa ni kwamba tu yeyote yule ambaye ameingia kwenye mfumo wa kutengeneza familia yeye na mwenzake. Kitu kikubwa ambacho mimi naweza nikashauri kwa sasa hivi, yani very fast, kwa sababu hujaingia kiundani kwamba tushauri nini, ni kwamba maisha ya ndoa ni mazito sana kuliko tendo la ndoa lenyewe. Ina maana usikurupuke kuingia kwenye ndoa kwa sababu ya tendo la ndoa. Ukigundua kuna idadi ya kutosha imeishi bila kuoa lakini inashiriki tendo la ndoa kuliko watu waliooa, ina maana kwangu mimi mtu atakayeoa au anayehitaji kuoa ajue kwamba kuoa sio tendo la ndoa, kwa sababu maisha siku zote tunaishi kwa kujifunza. Kwa sababu gani? Mwanamke kwanza, ukiwa ndani ya ndoa unatakiwa kuwa unaishi kwa kumtongoza mkeo kila siku. Kivipi? Tuelekeze. Ina maana mkeo ni mtoto mdogo tuseme kwako. Kwa mfano kuna kitu ambacho unaweza kumwachia mke wako kama maelekezo. Bana, hizo nguo naomba uzifue. Lakini ukaenda sehemu ukarudi ukakuta hajafua nguo, inawezekana akawa amebana mambo mengine pengine ya kukizi mahitaji yako, labda kuandaa msosi nini na nini. Lakini una uhakika kwamba mkeo akujua kwa umemwachia maagizo afue nguo? Kwa unatakiwa tena uanze elimu upya, na maana mwanamke unaishi kwa kumfunza kila siku. Kwa hiyo katika experience ambazo mimi nazijua ni kwamba mkeo ni mtu wa wewe kuishi kwa kumtongoza kila siku. Usichoke kumwambia mkeo kama mwanao mdogo, acha hivyo, acha hivyo, hichi fanya, hichi usifanye. Nafikiri inaweza kukusaidia sana. Kama kijana unaweza kuwashauri nini vijana wenzako kwa ulivyokuwa kutoka kipindi kile bado kwa mtoto, changamoto ulizozipitia hadi sasa hivi? Nafikiri umri wako unaweza kusema chochote kitu kwa wenzako au vijana wenzetu hapa. Ni kwamba naweza nikawashauri kitu kimoja, kwangu mimi naweza nikahisi ni kikubwa zaidi, lakini sijui kwa mtazamo mtu mwingine. Ni kwamba mapenzi yapo, yalikuwepo, yapo na yatazidi kuwepo. Wasome, wapate elimu kidogo, alafu waweke bidii sana kwa kutafuta pesa. Siwezi kushauri kijana mwenzangu kwa kuwekeza akili zake sana kwa ajili ya mapenzi. Kwa nini? Kwa sababu mapenzi yapo, yalikuwepo na yatazidi kuwepo. Ina maana usiingie kwenye mapenzi wakati unajua unaweza kumtesa mtoto wa watu, kwa sababu unajua sisi tumekuwa sababu kubwa ya kuwachanganya mabinti wengi. Ina maana ukipata nguo, ukinunua nguo ukipendeza, unaona tayari unamiliki wanawake 3, 4, 5. Kwa mimi kikubwa siwezi kushauri mtu kwenda direct kwenye mapenzi. Soma kwanza, ukiwa na elimu ya kutosha, focus sana kutafuta pesa. Shule haiwezi kukutengenezea pesa, lakini hakikisha wewe na elimu kwanza, kwa sababu kuhusiana na pesa zako unaweza kukwama sehemu zingine kwa sababu ya kukosa elimu. Ina maana kama nafasi ya kusoma ipo, soma, wekeza sana kwa kutafuta pesa, iwe ndogo iwe kubwa, lakini kwa njia halali. Sio njia za kona, njia halali. Ukipata pesa, mapenzi yapo, yatakuja tu. Labda unaweza kutoa mwanga au shauri kwa watu ambao walitafuta wakaja wakajichanganya na wanawake, na nukuu kauli yako kusema kwamba hauwezi kumshauri mtu kuendekeza mapenzi kuliko kutafuta pesa kwa kijana. Na ni vipi unahisi, je, mtu akiwa na mwanamke mmoja kwenye mahusiano itakuwa ni ngumu pia kutafuta? Kuwa na mwanamke mmoja kwenye mahusiano ni jambo la maana sana. Kwa sababu katika vigezo tuseme ukiangalia ulimwengu sasa hivi, wewe si unajua mastaa wengi, unajua wawekezaji wa pesa wengi wana tabia ya kuwa na mke mmoja. Unajua kwa nini? Ni kwamba uwezi weza kuwekeza hisia zako kwenye pesa zako
kwa wingi wa wanawake. Ukigundua mpaka sasa hivi hivi Diamond ana mke? Ana mke? Ameoa? Diamond hana mke brother. Diamond anaishi na mwanamke. Hana mke. Tuseme anaishi na demu tu, sio mke wake. Sijui kama unanielewa. Amezaa na wanawake wangapi? Hao ndo wanaojulikana, sijui 3 4. Una uhakika Diamond anaweza kukizi mahitaji ya watoto wake wote? Na mabilioni ya pesa. Kwa ikiwa kama matajiri wanaogopa kuwa kwenye mahusiano na wanawake wengi, wewe maskini bado unanukia tu, ina maana huna chochote. Kwa nini unajiwekeza kuwa na wanawake wengi? Ina maana kuwa na mwanamke mmoja ambaye ana akili timamu inaweza kukutengenezea falsafa ya maisha ya kutafuta, nimekosa hichi kidogo changu, ngoja nigawane na huyu mtu wangu, sio hawa watu wetu. Kwa sababu ingekuwa hivyo, mabilionea za mamilionea wangekuwa na uwezo wa kumiliki hata kijiji cha wake zao, kwa sababu wana pesa ambazo hazina pa kwenda. Lakini mbona zipo zinahifadhiwa benki? Kwa kuhofia mwanamke ni nani? Ni adui yetu. Kwa ina maana mimi natakiwa nishauri wanaume wenzangu, tuseme vijana, kwamba kumiliki mwanamke mmoja ni busara nyingi sana. Yaani busara nyingi tena za kutosha. Yaani mtu asikurupuke na kudanganya kwamba kuwa na wanawake wengi labda ni ustaa, labda ni una pesa. Una pesa, huwezi kuwa na pesa za kukizi mahitaji ya wanawake. Kwa tuwekeze sana kuwa na mwanamke mmoja, isipowezekana acha kabisa usiwe na mwanamke. Zipo njia nyingi za kujiridhisha kama kijana. Nafikiri ni hivyo tu. Na hivi kwa wewe kama mtu ambaye ni kijana, umepitia mambo mengi, vipi, ni umri gani sahihi kwako kwa mtu mvulana, kwa wanawake na wanaume kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi? Inategemea mmelelewa vipi na yani umetunzwa kwenye makuzi gani kwenye maisha yako. Okay, tuanze na kwako, ilikuwaje kipindi hicho? Kwangu mimi hapana, kwa sababu mimi kumjua mwanamke nadhani nilikuwa na miaka kama, yani tuseme ile tamaa ya kitoto ile kama miaka 10, 11, 12, ule utundu, lakini kumjua mwanamke kabisa nadhani kama miaka 14 hivi, 15. Kwa hiyo kwangu sio sahihi, niliwahi sana kikawaida, sio hivyo. Lakini ni vizuri kwa sababu mimi sikulelewa kwenye maisha ya getini, sijui nikitoka shule na kana, hapana. Sisi tumelelewa ovyo, na maana natakiwa nijue hayo mambo. Tunajua game nyingi sana. Na tuseme tukiwa wapi? Tukiwa tunajiishi Mbola, tunajua watajua Kiswahili ni kujiishi Mbola ndo nini kwa Kiswahili. Dogo. So kujichezea kujiishi Mbola, yani ile michezo ya kitoto, lazima mimi nilikuwa napenda kuwa baba, yani lazima nicheze kama baba. Kwa hiyo nafikiri nilitakiwa tu kuwahi mapema. Ndio maana sasa hivi mimi nina mtoto wa miaka 8, mtoto wangu wa kwanza. Lakini unakuta kuna mtu ana miaka 30 na mtoto mmoja wa miaka 3, 4. Kwa mimi niliwahi sana, sio vizuri. Kidogo miaka 20 kwenda juu huko. Ile 18 kuwa mtu mzima huwa sio kweli, ni vitu vya kukaririshwa tu. Tukirudi nyuma kipindi hicho, umepitia nafasi au fursa ya kuzaa kutoka na mtu, labda kutengeneza naye familia, ilikuwa ni changamoto gani kubwa ambayo ilikukuta kipindi hicho? Hujakuwa na ile akili ya kumanage kwenye kushauri, lakini pia kwenye kuongoza mtu. Kipindi nimeoa ama nimeingia kwenye mahusiano? Mimi kipindi nimeoa sikuweza kupata changamoto nyingi sana, isipokuwa tu zilikuwa zile za kifamilia. Unajua unampenda mtu afu familia yake inakuwa bado haitaki mwanao kuolewa, labda hivyo tu. Lakini nadhani mimi niliamua kuoa, nilikuwa tayari naweza kujiendesha mimi mwenyewe. Kwa sababu nilikuwa tayari na biashara, kiufupi nilikuwa tayari niko vizuri tu kuweza kuishi na mwanamke ambaye nitamlisha, nitamvisha. Kwa changamoto ambayo nilipata ni hiyo tu ya wazazi, zile vurugo, unachukua mwanamke, wanakuja kumchukua, unamchukua tena, hiyo tu. Okay, basi tumalizie, nafikiri muda so rafiki sana. Unaweza kuwaambia nini wanasanaa wote wa nyumbani kwa Nyarugusu, especially sana upande wa wasanii, kulingana na hichi kinachoendelea upande wa Follow na Nyagumani, Follow kumjia juu Nyagumani kuhusu siku ile ya Mei 30 ndoa yake, kwamba ni kwa nini amlaumu yeye kutokumalizia sherehe? Unaweza kumwambia hivyo, lakini Crestline Media pia waweza kusikia kauli yako.
Kwanza kuhusiana na hao madogo au tuseme wasanii wetu ni kwamba wazidishe tu nidhamu ya kazi, wapende kazi, wawe na nidhamu, waheshimiane wao kwa wao. Kuna masuala ya wasanii kuzungumza na kuna masuala ya kuachia nini mashabiki. Wakiweza kutenganisha muda wa mashabiki kuzungumza na wao kuzungumza, nafikiri watalisukuma vizuri ili sakata la muziki wetu hapa. Lakini kuna mambo wanaenda vice versa, yani vitu vya mashabiki wanafanya wao. Kwa kidogo akichunguza hilo swala, nafikiri tutafika mbali kwa sababu ni watu ambao tunawategemea. Na kitu kingine, wapendane wao kwa wao na wazidishe ushindani. Yani wazidishe ushindani kwa sababu bila ushindani huwezi kufanya kitu kizuri. Si maneno machache pia kwa kutazama Crestline Media. Crestline Media ni kwamba ikiwa kuna nafasi ya watu kusubscribe wafanye hivyo, kulike, kucomment na wazidi kutoa ushauri ikiwa kama tunapitia vibaya au tunafanya mazuri, wazidi kutusupport na mzidi Crestline TV. Crestline TV.